Mkutano huu, lengo langu kubwa la kuja hapa ni kuja kuwashukuruni ninyi. Wakati wa kampeni nilizunguka katika mikoa yote mitatu, nikapata wadhamini, na kila nilipokuwa nikipita mliniambia mtanipa kura. Lakini nakumbuka pia tulivyohudhuria pale kwenye mkutano wa hadhara kama huu, nikinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi, mimi pamoja na Mheshimiwa Dr. Shein, na mkasema mtatupa kura. Ndugu zangu, ninawashukuru sana. Nataka niwaeleze, na hili nasema kwa dhati, nina deni kubwa la kuliwalipa ninyi. Mlinichagua bure, ni lazima niwafanyie kazi bure. Ni lazima niwafanyie kazi bure. Na nataka niwathibitishie ndugu zangu wa Unguja na wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla, nilichaguliwa na Watanzania walio maskini. Mimi nitakwenda na maskini. Mimi nitawabeba maskini. Nitatembea na maskini. Nataka muamini, na nasema kwa dhati, sitawaangusha. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa dhamira kubwa ya kuwashukuru sana ndugu zangu kwa kunichagua kuwa rais wenu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika urais wangu nataka niwahakikishie, amani itakuwa ni kipeo cha kwanza. Na ndiyo maana nilisema wakati fulani Dar es Salaam, yoyote atakayeleta fyoko itamrudia yeye. Na ninasema msimamo huko pale pale, na wala hautabadilika. Iwe mvua inanyesha, iwe jua linawaka, iwe usiku, iwe mchana, niwe kitandani nimejifunika shuka, nikiamka ni msimamo huo. Msimamo wangu wa pili, nitahakikisha muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninaulinda kwa nguvu zangu zote. Yoyote atakayekuwa anajaribu kuweka chumvi, kuweka pilipili, kuweka sukari, kuweka mchanga kwenye muungano, atavira yeye. Muungano lazima udumu katika kipindi changu. Lakini kipeo changu cha tatu, nitahakikisha maendeleo ya Watanzania wote, wawe wametoka Pemba, wawe wametoka Unguja, wawe wametoka Bagamoyo, wawe wametoka Kigoma, yale maslahi ya maendeleo ya Watanzania wote bila kujali vyama vyao, uwe kafu, uwe CCM, uwe hata huna chama, kwangu mimi nataka maendeleo ya pamoja kwa Watanzania wote. Na ndiyo maana ndugu zangu wananchi wa Zanzibar na Unguja, nimekuja hapa kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa kuja kutoa shukrani zangu kwenu. Lakini nakuja pia kuwashukuru sana kwa kumchagua Mheshimiwa Dr. Shein. Dr. Shein ni mnyenyekevu. Dr. Shein ni mpole. Lakini Dr. Shein pia mzuri. Dr. Shein mkarimu. Dr. Shein anawapenda Watanzania wote. Sijawahi kuona
Makamu mwenyekiti wa TADEA amezungumza hapa. Rais uchaguliwe upate 92%. Bado unachukua watu wa vyama vingine na waingiza kwenye serikali yako. Mimi nilipata 58%. Hakuna wa chama kingine mle ndani yangu. Na wala hata ingia. Lakini baba huyu kwa upole wake amepata 92%. Bado anawaleta wengine. Mimi nimepata 58%. Hakuna atakaye kanyaga mguu kwenye serikali yangu. Unguja oye! Zanzibar oye! Na ndio maana ninasema mzee huyu ana moyo wa tofauti. Lakini katika kudhihirisha huyu baba ana moyo wa tofauti, na inawezekana wakawa wachache sana. Na mimi naomba Mungu anisaidie angalau nipate hata kalobo tu ka moyo wako. Juzi tumeshuhudia hapa. Watanzania wote wa vyama vyote tumeshuhudia. Dunia nzima imeshuhudia. Na vyombo vya habari na vipongeza sana, vilituonyesha. Mtu umekutana kwenye msiba, mahali kwenye majonzi, mnamsindikiza marehemu atangulie mbele ya haki. Kwa unyenyekevu wako Dr. Shein ukatoa mkono wako kumsalimu mtu fulani. Huyo mtu akakatalia mikono yake. Haya ni mapenzi makubwa sana. Halafu huyo Shein, huyo mtu aendelee kula ruzuku yako kwa kusaini mkono wako huo uliokataliwa. Huyo akiugua unampeleka hospitali kwa kusaini posho ya kwenda kule hospitali. Huyo akitaka kusafiri kwenda nje unasaini, unampa posho na hela za kwenda nje. Mimi nisingeweza. Nasema ukweli kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ni utoe mkono wangu hivi ukatae, halafu kesho niende ofisini nikajikunje kusaini kwa sababu ya maposho yako. Yaya getone ne yaya. Unguja oye! Na ndio maana nasema wewe mzee Shein ni special. Nafikiri wanapotoka malaika wewe ndio unafuata. Nikuombe mzee Shein. Na jana nilizungumza. Kama mtu anaukataa mkono wako, na wewe kataa mkono wako kufanya mambo yake. Ajifunze, ajue mkono wako una thamani. Haiwezekani mbele ya watu unamshika mkono anakataa. Halafu unatoka ofisini unasema nina saini hapa hela ya kwenda huyu kutibiwa. Na mimi nikuombe na wewe unaukatalia mkono wako katika kufanya hayo mambo. Mimi Mheshimiwa Dr. Shein ninamuomba Mungu anisaidie angalau robo ya moyo wako. Lakini na wewe Dr. Shein muombe Mungu
akupe hata robo ya mawazo yangu na moyo wangu ulivyo. Ili Zanzibar hii iende. Unguja oye! Jamani, nasema uongo? Wangapi wananiunga mkono hili? Hebu tunyoshe hivi mikono. Unguja, Unguja oye! 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 Zanzibar oye! Mheshimiwa Dr. Sheni, umeona. Na ndiyo maana nilipokuwa Pemba jana nilikwambia angalau uongeze kaukari kidogo. Umefanya mambo makubwa sana katika nchi hii. Tulishazungumza na wewe, umezungumza mzee wangu. Kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 84, uchaguzi umeshakwisha. Ukishamalizika uchaguzi umekwisha. Uchaguzi utarudiwa tena mwaka 2020. Wazunguke, waimbe, wafanye nini, uchaguzi umesha. Na ndiyo maana tulipochaguliwa na kazi hiyo tumeianza. Ninafahamu katika mji huu na hapa Zanzibar kuna tatizo la maji. Mwezi uliopita tulitembelewa katika nchi yetu na waziri mkuu wa India. Nimekaa naye, tumezungumza naye na wataalamu wetu, tukawaeleza tuna tatizo la maji Zanzibar. Waziri mkuu yule amekubali kutoa fedha dola milioni 92 ambazo ni sawa, zinakadiriwa kuwa bilioni 200 kwa ajili ya kushughulikia maji hapa Zanzibar. Nataka niwaahidi huu mradi unakuja. Tulisha sign, process zingine zinafuata, ili fedha zinazokadiriwa bilioni 200 zinakuja hapa. Tumekopa sisi serikali yote, na nilimhusisha sana Mheshimiwa Dr. Sheni ili tatizo la maji hapa Zanzibar tulimalize. Hayo ndio Watanzania wanataka. Kwa hiyo wewe wakunyime mkono, lakini Mheshimiwa Sheni, nakupongeza pia. Kuanzia mwaka jana serikali yako nayo iongoza, ulikaa ukazungumza vizuri na watu wa World Bank, ukapata dola milioni 38 ambazo zinahusiana na mambo ya urban service kutoka Benki ya Dunia. Fedha hizo zimeanza kutumika. Mimi leo nimeona taa zimeanza kuwekwa barabarani. Mtu aliyekuja miaka 5 iliyopita zile taa za sola hazikuwepo. Hizo hazikuletwa na watu wanaokutukana na kukunyima mikono. Hizo umezileta katika uongozi wako. Na ndiyo maana ninawaomba ndugu zangu wa Zanzibari, ni lazima tujifunze na kujua mahali tulikotoka, mahali tulipo,
na mahali tunakokwenda. Tusipofikiria mahali tulikotoka, mahali tulipo na mahali tunakokwenda, hatutafika. Zanzibar haikuwa hivi. Leo nimekaa hapa ninaona ndege tu nyingi zinatua. Ninakumbuka wakati nilipokuwa waziri wa ujenzi, na wakati huo Mheshimiwa Maulid alikuwa waziri wa ujenzi huku Zanzibar. Nilipewa maagizo mimi na aliyekuwa rais wa awamu ya 3 Mheshimiwa Mkapa, nitoe bilioni 10 kwa ajili ya kupanua huu uwanja wa ndege. Mkapa mnafahamu anatoka chama gani? Na mimi mlikuwa mnajua wakati huo nilikuwa natoka chama gani. Uwanja leo umepanuliwa. Kuna direct flight zinatoka Ulaya kwa ajili ya watalii kuja hapa. Watu wasione vyaelea, vimeundwa. Kwa wale wazee wetu ambao wanafahamu Zanzibar imetoka wapi, watakuwa ni mashahidi kwamba uwanja wa ndege ule ulikuwa unapokea ndege ngapi kwa siku. Leo zinakuja ndege kubwa kubwa kubwa. Watalii wanapokuja huku na wanapokuja hapa Zanzibar wanakuta ni mahali pa amani, ndiyo maendeleo. Na ndiyo maana Kiswahili kinasema mgeni njoo, mwenyeji upone. Sasa ninyi mwenyeji anatoka hapa anakwenda kuwaambia wageni wasije hapa, nao wamempuuza, bado wanaendelea wageni kuja hapa. Ni lazima tujenge Tanzania yetu, ni lazima tujenge maendeleo yetu. Lakini ndugu zangu, mwaka wa kwanza miaka 5 ukagombea ukashindwa, ukaja tena mwaka mwingine ukashindwa, ukaja mwingine ukashindwa. Huwezi ukajifunza tu hata kwenda kuuza nyanya sokoni. Kwamba biashara hii imekataa. Kwani hakuna wengine humo ambao wanakuja? Kuna mtu yoyote alitegemea mimi nitakuwa rais? Niliwahi hata kuota kwamba nitakuwa rais. Lakini nimekuwa waziri kwa miaka 20. Sikujaribu hata siku moja kugombea, kwa sababu nilijua vyeo hivi vinaletwa na Mungu. Kama Mungu amesema no, ni no. Hata ungezunguka namna gani, hata ungefuga ndevu namna gani, hata ungenyoa nywele namna gani, kama Mungu amesema hapana, ni hapana tu. Kwa hiyo tumwachie nafasi Mungu, naye achague watu wake. Na ndiyo maana nasema Mheshimiwa Dr. Sheni, wewe fanya kazi. Una support ya Watanzania wote, una support ya Wanapemba, una support ya Wanaunguja, una support ya Wanatanzania bara. Na bahati nzuri mimi wewe ni bosi wangu. Ulipokuwa makamu wa rais, mimi nilikuwa naibu waziri, baadaye nikawa waziri. Uliniongoza vizuri. Kwa hiyo ninakufahamu uchapakazi wako. Lakini ndugu zangu, katika miradi ambayo imeletwa hapa, kuna mradi mwingine wa maji ambao unaendelea sasa hivi, ambao unashughulikiwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB, wa dola milioni 21, ambao unahusisha kuchimba visima 11 na kukarabati visima vingine 21 na kutandaza miundombinu ya mabomba ya zaidi ya kilomita 153. Haya yanaletwa kwa sababu Mheshimiwa Dr. Sheni ameamua kuleta maendeleo, sio kuleta fujo. Na ndiyo maana ninawaomba sana ndugu zangu wa Zanzibari, tushirikiane na rais huyu ambaye ameonyesha na moyo wa tofauti kuliko mioyo mingi ambayo sisi wengine tunayo.
ana moyo wa uzalendo wa kutaka kufanya kazi. Amebakiza kipindi chake cha miaka 4 na ushe. Tumpe nafasi afanye yale yanayotakiwa kufanywa. Wazanzibari mnahitaji maendeleo. Sio fujo. Mtu nalima karafuu yako inakwenda kukatwa. Mtu mnagombana hata hamsalimiani. Na mfano huo wa ovyo wa kishetani ameuonyesha huyo mtu kwa kukunyima mkono wewe. Ni lazima Watanzania na Wazanzibari tuachane na moyo wa namna huyo. Hakuna dini yoyote inayofundisha chuki duniani. Hakuna msaafu wowote unaofundisha chuki duniani. Na misaafu yote na maandiko yote matakatifu yanazungumzia juu ya kusameheana. Kwenye msiba naona hata Ulaya huko wanashangaa. Lakini hilo ndio mimi ninawaomba ndugu zangu wana kafu, wana CCM, wana Tadea. Tunahitaji maendeleo ya nchi yetu. Tunahitaji kuitunza hiyo amani tulionayo, ili wawekezaji waendelee kuja hapa, ili dhana yetu ya kuifanya Zanzibar iwe na viwanda ifanikiwe. Ninafurahi maendeleo haya yanayopatikana, na ninaambiwa kuna fedha zingine bilioni 10 zitakuja kwa ajili ya ukarabati barabara. Nataka nikija hapa siku nyingine nije kufungua viwanda, ili vijana hawa, vijana wa kafu, vijana wa CCM, vijana wa Ukawa, vijana wa Tadea, hata wale ambao hawana chama wakafanye kazi, wakapate ajira. Tunataka tutengeneze ajira za Watanzania. Hakuna mtu anayekula lichama. Watu wote tunahitaji chakula, maisha mazuri. Na maisha mazuri yataletwa pia na uwekezaji. Zanzibar hapa tumezungukwa na maji kila mahali. Hoteli nyingi zikijengwa zinatuletea uchumi. Vikiwekwa viwanda vya samaki, tuna wengi tu baharini. Na nilipokuwa waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi, makao makuu nikaamua yaje hapa, na sheria ikapitishwa ya Deep Sea Authority. Tunataka maendeleo. Na mimi niwaombe ndugu zangu wa Tanzania wote, lengo letu kubwa liwe maendeleo kwa Watanzania, maendeleo kwa Wazanzibari, maendeleo kwa Wapemba. Tupeleke Tanzania yetu mbele, tupeleke Zanzibar yetu mbele. Vyama vyetu tuweke pembeni, vyama vyetu tuweke pembeni, makabila yetu tuweke pembeni, dini zetu tuweke pembeni. Tupeleke maendeleo yetu na tuitunze amani yetu. Nchi nyingi ambazo zilishindwa kutunza amani zao leo wanajuta. Na wanajuta kwa sababu ya mambo haya madogo madogo. Mambo madogo madogo yanajengeka, baadaye mnajengeana chuki. Nilisikia, nilikuwa naambiwa na mkuu wa mkoa, palikuwa na kisima kimoja ambacho ni cha mwakilishi wa chama fulani. Fedha zenyewe wamezipata serikalini, akawazuia watu wengine kwenda kuchota maji. Maji yametoka ardhini, hakuyaleta yeye, na fedha alichochimbia kisima kile ni cha serikali, halafu nasema wengine hawasinywe maji. Huyu alitakiwa mnamdumbukiza kwenye maji anayanywa yote kusudi akishatoka mle. Kwa gani? Akitoka mle anakuwa amevimbewa maji, asingerudia. Ni lazima tujenge nidhamu mbele ya Watanzania. Na mimi ndugu zangu,
Ninazungumza kwa uwazi tu, kwa sababu nina wajibu wa kuambia ukweli, na ukweli utabaki kuwa ukweli, kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Nataka niendelee kutawala nchi hii yenye amani, na ndiyo maana kwa niaba yenu napenda niwapongeze sana majeshi yetu ya ulinzi. Yanafanya kazi nzuri sana, yalisimamia vizuri amani ya nchi hii, na wanaendelea kutunza amani hii. Endeleeni hivyo hivyo, wala msiogope. Mimi kamanda wenu mkuu niko pamoja na ninyi. Yoyote atakayejaribu kufanya ovyo ovyo ninyi mmefundishwa mbinu zote. Lazima nchi iende, lazima nchi iende, na watu lazima waheshimu sheria bila shuruti. Lakini wananchi wote kwa upendo wa Mwenyezi Mungu, lazima kiu yetu kubwa iwe maendeleo. Mzee wetu Abedi Karume, Mungu amweke mahali pema, katika uongozi wake alijenga yale magorofa zaidi ya 8. Zaidi ya 8 akayatandika hapa. Naambiwa alipokuja Kamando naye amejenga moja, na Amani yule mwingine mdogo naye amejenga moja. Nina uhakika na Dr. Sheni naye atajenga mengine. Lakini baba huyu aliangalia mbele. Majengo kama hayo hata Dar es Salaam hayapo. Lakini watu wanafiki wabaya wakamkatisha maisha yake baba huyu. Alipofariki mwaka 72, mimi nilikuwa shule ya msingi. Aliangalia mbele, aliangalia maslahi ya Wanazanzibari. Leo majengo haya bado leo yanapendeza, pamoja na kwamba yeye ametangulia mbele ya haki tangu mwaka 72. Aliwapenda wananchi aliokuwa na waongoza. Wenye mioyo ya kuwapenda wananchi ni wachache. Wengine huwa wanapenda kuwafanya watu wafarakane. Mtu mkute mtu na dada yake, huyu ni kafu, huyu ni CCM. Kwa nini wewe wafarakane waache kuongea? Umkute mtu mke wake na mume wake, huyu kafu, huyu CCM, unawatenganisha mpaka wanalala kila mmoja chumba chake. Na katika maandiko yote, mtu anayefarakanisha watu huwa ni shetani. Kama sio shetani, basi ana moyo wa kishetani. Ndio maana ninawaomba ndugu zangu, nazungumza hapa, ninajua wanakafu wako hapa, wana CCM mko hapa, wana Tadea mko hapa, na mimi nitapenda siku moja hata nikija hapa nikafungue maskani moja ya CCM, maskani nyingine ya kafu. Kwa sababu mimi ni rais wa Watanzania wote. Mimi nataka umoja, na mimi niwaombe viongozi wa vyama mbalimbali tuhubiri upendo. Tumtangulize Mungu katika mahubiri yetu. Tumuweke Mungu mbele. Kwanza, maisha yetu hapa duniani ni mafupi sana. Tutakwenda kuulizwa kwamba ilikuwa siku ya msiba nilimnyima mkono Dr. Sheni.
Unguja oye! Ndugu zangu, naona usiku unaingia na mimi nafurahi kuongea labda. Najua mnataka wengine muwahi nyumbani, si ndio ndugu zangu? Mnataka niendelee tu kuongea? Wangapi wanataka niendelee kuongea jamani? Leo mambo kweli. Ndugu zangu wananchi, lengo langu kubwa la leo ndugu zangu lilikuwa ni kuja kuwashukuru. Na ninyi mmejitokeza kwa wingi kweli. Nataka niwahakikishie ndugu zangu mliohudhuria hapa, nitatoa ushirikiano wangu mkubwa sana kwa Mheshimiwa Dr. Sheni ili maendeleo haya yanayotakiwa kupatikana kwa haraka yapatikane. Tumezungumza kuhusu hii sheria ya gesi na mafuta. Bahati nzuri Mheshimiwa Maulid yuko hapa. Ishughulikieni haraka hiyo sheria ipitishwe. Mimi nitashangilia nikiona mafuta yanachotwa hapa. Hayo ndiyo maendeleo. Mioyo ya korosho lazima iondoke ndani ya mioyo yetu. Nataka Zanzibar tajirike. Nataka Zanzibar iende mbele. Na ndiyo maana hata mimi kiongozi wenu nahangaika kuwatafutia fedha, nikizungumza na wafadhili mbalimbali kuja hapa. Na bahati nzuri wafadhili wengi wanatuelewa. Tunataka maendeleo ya nchi zetu. Tunataka maendeleo ya wananchi hawa. Zanzibar walipewa na Mungu wao. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulipewa na Mungu wetu. Ni lazima tuitunze kwa ajili ya maendeleo ya sisi na vizazi vinavyokuja. Ndio maana lengo langu kubwa na ushauri wangu kwenu, tushikamane, tuwe wamoja. Tuwe wamoja katika kuleta maendeleo. Kwa sababu sisi viongozi huwa tunapata challenge kubwa. Unapozungumzia maendeleo halafu mahali penyewe watu hawaelewani, inakuwa ni vigumu sana kupanga maendeleo. Unazungumzia kuleta kiwanda, wengine wanaandamana. Wengine wanapanga mpango wa kwenda kukichoma kiwanda. Unazungumzia watu walime karafuu ya wingi, wapewe bei nzuri. Mwingine anapanga kwenda kukata mashina ya karafuu badala ya kwenda kupanda. Moyo wa namna hii tukatae. Na niwaombe viongozi wa dini, muwahubiri hawa watu ambao kwa kweli wanatuchelewesha kwenda mbele. Waombeeni dua. Lakini hata ile dua ya Qur'ani muiombe kusudi wakapate laana hawa watu. Ile anapotaka kwenda kukata mkarafuu, ajikate hata kwenye mguu yeye mwenyewe. Watanzania hawa wanahitaji maendeleo, ndicho wanachotaka. Walituchagua sisi kwa niaba yao. Mimi ninaitwa rais, lakini urais wangu hauna maana kama ninyi hampo. Urais wangu si chochote kama ninyi msingenichagua. Dr. Sheni hapa ni rais wa Zanzibar, lakini urais wake hauna maana kama ninyi hampo. Urais wake hautakuwa na faida kama ninyi mnahangaika na shida. Urais wake hautakuwa na manufaa kama ninyi mnakosa hata maji ya kunywa. Urais wake hautakuwa na faida kama ninyi hamna amani. Unalala ndani, unajua leo hii nyumba itachomewa mafuta. Na ndiyo maana ninawaomba ndugu zangu kwa heshima kubwa sana, tuitunze hiyo amani yetu. Tutunze muungano wetu. Tutangulize maslahi
ya Zanzibar yetu, Tanzania yetu, Unguja yetu, Pemba yetu na umoja wetu. Waasisi wetu walisimamia hayo, tuna wajibu na sisi kila mmoja mahali pake asimamie hilo. Ndugu zangu wananchi, nasema tena kwa dhati, ninawashukuru sana kwa mapokezi makubwa. Sijawahi kuona mapokezi makubwa kama haya. Ninawashukuru wote wana CCM, ninawashukuru wote wana kafu, ninawashukuru wote wana Tadea, ninawashukuru wote wana Ukawa. Tujenge umoja wetu kwa ajili ya kuitanguliza Tanzania yetu mbele. Mimi niko pamoja na ninyi kwa ajili ya kusukuma maendeleo ya nchi yetu, ili kila Mtanzania na hasa maskini waweze kufaidika na matunda ya umoja wetu na ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninawashukuru sana waandishi wa habari, mmekuwa mbele katika kutoa taarifa. Mungu awajalie sana. Ninawashukuru sana viongozi wa dini. Ninawashukuru sana wazee na waasisi wa vyama mbalimbali ambao mmeendelea kusimama kuliombea taifa hili kwenda mbele. Ninawashukuru sana viongozi. Ninawashukuru sana ninyi wananchi wote kwa pamoja kwa umoja wenu. Asanteni sana, ninawashukuru. Nitakuja tena siku nyingine. Kwa wana CCM ninawashukuru sana kwa kunipitisha kwa kura 100, 100% na kuwa mwenyekiti wenu. Nataka niwahakikishie, nitahakikisha chama kinaenda mbele. Na kama kuna majipu ndani ya chama nitaendelea kuyatumbua. Kwa sababu hata ndani ya chama chetu cha Mapinduzi wapo ambao ni wasaliti. Asubuhi CCM, mchana yuko Tadea, usiku yuko kafu. Ni lazima tuwe wamoja kwa ajili ya kukiendeleza chama chetu. Zanzibar oye! Tanzania oye! Mapinduzi! Ale Serema! Ale Serema! Ale Serema! Serema Serema! Asanteni sana na Mungu awabariki sana, na washukuru sana kwa kunisikiliza. Naam, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akihitimisha hotuba yake katika viwanja hivi vya Demokrasia, zamani unaweza kuvita viwanja vya Kibanda Maiti, akizungumza na wananchi ambao wamejitokeza kuwashukuru kwa kumchagua katika uchaguzi ambao ulifanyika Oktoba 25 hapa nchini Tanzania. Miongoni mwa vitu ambavyo wameendelea kuvigusia ni swala la amani, akasisitiza kwamba atasimama kidete kukabiliana na hilo, lakini pia akagusia swala la muungano, maendeleo, akasema ndio kipaumbele chake katika kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanakuwa na maendeleo, lakini pia akaweza kugusia swala zima la ukarimu, huruma na uvumilivu ambao nao Sheikh Rais wa Jamhuri ya Zanzibar. Lakini pia swala la uchaguzi na mambo ya uwanja wa ndege pia ni vitu ambavyo vilikuwepo kwa siku hii ya leo. Na hivyo ndivyo vilikuwa vitu vya msingi zaidi, lakini punde tutasikia dua kutoka kwa Sheikh Hamis Hassan ambaye atasoma dua kwa ajili ya kuhitimisha shughuli hii ya leo katika viwanja hivi vya Demokrasia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mwenyezi Mungu, tunakuomba sisi waja wako dhaifu, kwanza uwarehemu wazee wetu walioasisi kututilia mkononi taifa hili. Warehemu, waweke pema kaburini, wafutie makosa yao na madhambi yao, na wajalie pepo pamoja nasi yaumul qiyama. Ya Rabbi, tunakuomba tena, Mwenyezi Mungu, ijalie nchi yetu iwe katika salama, na sisi wenyewe tupendane. Mafitina Mwenyezi Mungu waondolee ufitina, mahasidi waondoe na uhasidi, na wale waliosimama na ufitina uwadhuru wenyewe ya Rabbil alamina. Ya Rabbi, ya Rabbi, wewe ndiye muweza, hakuna mwingine zaidi ya wewe. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun
واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربنا اجعلنا محبة، يا ربنا اجعلنا محبة، يا ربنا اجعلنا محبة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ni Sheikh Hamis Hassan huyo akihitimisha kusoma dua katika shughuli hii ya kushukuru wananchi iliyofanywa na Rais Dr. John Pombe Magufuli katika viwanja vya demokrasia. Lakini bado unaweza ukavita viwanja vya kibanda maiti kama wengi ambavyo bado wamekuwa wakiendelea kulitumia jina hilo. Na Sheikh Hamis Hassan naye anaitwa ende pale juu ili kuweza kutoa mkono wa viongozi. Nilikuwa nakudokeza tu miongoni mwa vitu ambavyo vimeweza kuzungumzwa hii leo na Rais Dr. John Pombe Magufuli katika mambo ambayo ameweza kuyachanganua na kusisitiza kwamba uchaguzi ulishakwisha, kama ambavyo pia Dr. Shein aliweza kutanabaisha kwamba uchaguzi ulishakwisha na hakuna matarajio yoyote kuwepo kwa serikali ya mpito kwa namna yoyote ile, na uchaguzi ujao basi utakuja mwaka 2020. Kumbuka kwamba uchaguzi wa marejeo wa March 20 ndio ambao ulimrejesha madarakani kwa mara nyingine tena Rais Dr. Ali Mohamed Shein. Ndivyo anavyoondoka sasa Rais Dr. John Pombe Magufuli, ambaye anasalimiana na viongozi ambao wapo katika jukwaa kuu kabla ya kuondoka hapa na kuendelea na shughuli zake nyingine za ujenzi wa taifa. Lakini miongoni mwa vivutio vikubwa kwa siku hii ya leo alikuwa ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar, ZEC Jecha Salim Jecha, ambaye alionekana katika viwanja hivi, na alipopewa nafasi ya kusalimia wananchi watu walimshangilia kuelekea kutokana na kuendelea kuonekana tena hadharani. Rais na akiendelea kuwapungia maelfu ya wananchi ambao wamejitokeza kwa siku hii ya leo kuweza kukubaliana tu na shukrani ambazo wamezielekeza kwao mara baada ya kushiriki katika zoezi la uchaguzi wa Oktoba 25 mwaka jana, ambao ndio uliosababisha ama uliochangia Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado angali akisalimia watu ambao wamejitokeza kabla kuingia kwenye gari yake na kuanza safari ya kuondoka katika viwanja hivi vya demokrasia kwa siku hii ya leo, ambapo mamia wananchi walikuwa wamejitokeza, na wengine hata pale aliposema kwamba wakati umeshakwenda na anaomba aondoke, walisema kwamba hapana, bado tunapenda uendelee kuwepo ili uweze kuzungumza na wananchi. Lakini kitu ambacho kikubwa ambacho rais amekisisitiza ni upendo miongoni mwa wananchi, na akatolea mifano kadha wa kadha ambayo imejitokeza katika siku za hivi karibuni, na akasisitiza kwamba watu inabidi wawe na wakati huo Mheshimiwa Maulid alikuwa waziri wa ujenzi huku Zanzibar. Nilipewa maagizo mimi na aliyekuwa rais wa awamu ya 3 Mheshimiwa Mkapa nitoe bilioni 10 kwa ajili ya kupanua huu uwanja wa ndege. Mkapa mnafahamu anatoka chama gani, na mimi mlikuwa mnajua wakati huo nilikuwa natoka chama gani. Uwanja leo umepanuliwa, kuna direct flight zinatoka Ulaya kwa ajili ya watalii kuja hapa. Watu wasione vyaelea, vimeundwa. Kwa wale wazee wetu ambao wanafahamu Zanzibar imetoka wapi, watakuwa ni mashahidi kwamba uwanja wa ndege ule ulikuwa unapokea ndege ngapi kwa siku. Leo zinakuja ndege kubwa kubwa kubwa. Watalii wanapokuja huku na wanapokuja hapa Zanzibar wanakuta ni mahali pa amani, ndiyo maendeleo. Na ndiyo maana kina Kiswahili kinasema mgeni njoo mwenyeji upone. Sasa ninyi mwenyeji anatoka hapa anakwenda kuambia wageni wasije hapa, nao wamempuuza, bado wanaendelea wageni kuja hapa.
Ni lazima tujenge Tanzania yetu. Ni lazima tujenge maendeleo yetu. Lakini ndugu zangu, mwaka wa kwanza miaka 5 ukagombea, ukashindwa. Ukaja tena mwaka mwingine, ukashindwa. Ukaja mwingine, ukashindwa. Huwezi ukajifunza tu hata kwenda kuuza nyanya sokoni. Kwamba biashara hii imekataa. Kwani hakuna wengine humo ambao wanakuja? Kuna mtu yoyote alitegemea mimi nitakuwa rais? Niliwahi hata kuota kwamba nitakuwa rais. Lakini nimekuwa waziri kwa miaka 20. Sikujaribu hata siku moja kugombea. Kwa sababu nilijua vyeo hivi vinaletwa na Mungu. Kama Mungu amesema no, ni no. Hata ungezunguka namna gani, hata ungefuga ndevu namna gani, hata ungenyoa nywele namna gani, kama Mungu amesema hapana, ni hapana tu. Kwa hiyo tumwachie nafasi Mungu, naye achague watu wake. Na ndiyo maana nasema Mheshimiwa Dr. Sheni, wewe fanya kazi. Una support ya Watanzania wote. Una support ya Wanapemba. Una support ya Wanaunguja. Una support ya Wanatanzania bara. Na bahati nzuri mimi wewe ni bosi wangu. Ulipokuwa makamu wa rais, mimi nilikuwa naibu waziri, baadaye nikawa waziri. Uliniongoza vizuri. Kwa hiyo ninakufahamu uchapakazi wako. Lakini ndugu zangu, katika miradi ambayo imeletwa hapa, kuna mradi mwingine wa maji ambao unaendelea sasa hivi, ambao unashughulikiwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB, wa dola milioni 21, ambao unahusisha kuchimba visima 11 na kukarabati visima vingine 21 na kutandaza miundombinu ya mabomba ya zaidi ya kilomita 153. Haya yanaletwa kwa sababu Mheshimiwa Dr. Sheni ameamua kuleta maendeleo, sio kuleta fujo. Na ndiyo maana ninawaomba sana ndugu zangu wa Zanzibari, tushirikiane na rais huyu ambaye ameonyesha na moyo wa tofauti kuliko mioyo mingi ambayo sisi wengine tunayo. Ana moyo wa uzalendo wa kutaka kufanya kazi. Amebakiza kipindi chake cha miaka 4 na ushe. Tumpe nafasi afanye yale yanayotakiwa kufanywa. Wazanzibari mnahitaji maendeleo. Sio fujo. Mtu nalima karafuu yako inakwenda kukatwa. Mtu mnagombana hata hamsalimiani. Na mfano huo wa ovyo wa kishetani ameuonyesha huyo mtu kwa kukunyima mkono wewe. Ni lazima Watanzania na Wazanzibari tuachane na moyo wa namna huyo. Hakuna dini yoyote inayofundisha chuki duniani. Hakuna msaafu wowote unaofundisha chuki duniani. Na misaafu yote na maandiko yote matakatifu yanazungumzia juu ya kusameheana kwenye msiba. Naona hata Ulaya huko wanashangaa. Lakini hilo ndio mimi ninawaomba ndugu zangu, wana kafu, wana CCM, wana Tadea. Tunahitaji maendeleo ya nchi yetu. Tunahitaji kuitunza hiyo amani tulionayo, ili wawekezaji waendelee kuja hapa, ili dhana yetu ya kuifanya Zanzibar iwe na viwanda ifanikiwe. Ninafurahi maendeleo haya yanayopatikana, na ninaambiwa kuna fedha zingine bilioni 10 zitakuja kwa ajili ya ukarabati barabara. Nataka nikija hapa siku nyingine nije kufungua viwanda
ilivyo vijana hawa, vijana wa kafu, vijana wa CCM, vijana wa Ukawa, vijana wa Tadea, hata wale ambao hawana chama wakafanye kazi, wakapate ajira. Tunataka tutengeneze ajira za Watanzania. Hakuna mtu anayekula lichama. Watu wote tunahitaji chakula, maisha mazuri. Na maisha mazuri yataletwa pia na uwekezaji. Zanzibar hapa tumezungukwa na maji kila mahali. Hoteli nyingi zikijengwa zinatuletea uchumi. Vikiwekwa viwanda vya samaki, tuna wengi tu baharini. Na nilipokuwa waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi, makao makuu nikaamua yaje hapa, na sheria ikapitishwa ya Deep Sea Authority. Tunataka maendeleo. Na mimi niwaombe ndugu zangu wa Tanzania wote, lengo letu kubwa liwe maendeleo kwa Watanzania, maendeleo kwa Wazanzibari, maendeleo kwa Wapemba. Tupeleke Tanzania yetu mbele, tupeleke Zanzibar yetu mbele. Vyama vyetu tuweke pembeni, vyama vyetu tuweke pembeni, makabila yetu tuweke pembeni, dini zetu tuweke pembeni. Tupeleke maendeleo yetu na tuitunze amani yetu. Nchi nyingi ambazo zilishindwa kutunza amani zao leo wanajuta, na wanajuta kwa sababu ya mambo haya madogo madogo. Mambo madogo madogo yanajengeka, baadaye mnajengeana chuki. Nilikuwa naambiwa na mkuu wa mkoa, palikuwa na kisima kimoja ambacho ni cha mwakilishi wa chama fulani. Fedha zenyewe wamezipata serikalini, akawazuia watu wengine kwenda kuchota maji. Maji yametoka ardhini, hakuyaleta yeye, na fedha alichochimbia kisima kile ni cha serikali, halafu nasema wengine hawasinywe maji. Huyu alitakiwa mnamdumbukiza kwenye maji anayanywa yote kusudi akishatoka mle. Kwa gani? Akitoka mle anakuwa amevimbewa maji, asingerudia. Ni lazima tujenge nidhamu mbele ya Watanzania. Na mimi ndugu zangu, ninazungumza kwa uwazi tu, kwa sababu nina wajibu wa kuambia ukweli, na ukweli utabaki kuwa ukweli, kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Nataka niendelee kutawala nchi hii yenye amani, na ndiyo maana kwa niaba yenu napenda niwapongeze sana majeshi yetu ya ulinzi. Yanafanya kazi nzuri sana, yalisimamia vizuri amani ya nchi hii, na wanaendelea kutunza amani hii. Endeleeni hivyo hivyo, wala msiogope. Mimi kamanda wenu mkuu niko pamoja na ninyi. Yoyote atakayejaribu kufanya ovyo ovyo ninyi mmefundishwa mbinu zote. Lazima nchi iende, lazima nchi iende, na watu lazima waheshimu sheria bila shuruti. Lakini wananchi wote kwa upendo wa Mwenyezi Mungu, lazima kiu yetu kubwa iwe maendeleo. Mzee wetu Abedi Karume, Mungu amweke mahali pema, katika uongozi wake alijenga yale magorofa zaidi ya 8. Zaidi ya 8 akayatandika hapa. Naambiwa alipokuja Kamando naye amejenga moja.
na Amani yule mwingine mdogo naye amejenga moja. Nina uhakika na Dr. Sheni naye atajenga mengine. Lakini baba huyu aliangalia mbele. Majengo kama hayo hata Dar es Salaam hayapo. Lakini watu wanafiki wabaya wakamkatisha maisha yake baba huyu. Alipofariki mwaka 72, mimi nilikuwa shule ya msingi. Aliangalia mbele, aliangalia maslahi ya Wanazanzibari. Leo majengo haya bado leo yanapendeza, pamoja na kwamba yeye ametangulia mbele ya haki tangu mwaka 72. Aliwapenda wananchi aliokuwa na waongoza. Wenye mioyo ya kuwapenda wananchi ni wachache. Wengine huwa wanapenda kuwafanya watu wafarakane. Mtu mkute mtu na dada yake, huyu ni kafu, huyu ni CCM. Kwa nini wewe wafarakane waache kuongea? Umkute mtu mke wake na mume wake, huyu kafu, huyu CCM, unawatenganisha mpaka wanalala kila mmoja chumba chake. Na katika maandiko yote, mtu anayefarakanisha watu huwa ni shetani. Kama sio shetani, basi ana moyo wa kishetani. Ndio maana ninawaomba ndugu zangu, nazungumza hapa, ninajua wanakafu wako hapa, wana CCM mko hapa, wana Tadea mko hapa. Na mimi nitapenda siku moja hata nikija hapa nikafungue maskani moja ya CCM, maskani nyingine ya kafu. Kwa sababu mimi ni rais wa Watanzania wote. Mimi nataka umoja. Na mimi niwaombe viongozi wa vyama mbalimbali, tuhubiri upendo. Tumtangulize Mungu katika mahubiri yetu. Tumuweke Mungu mbele. Kwanza, maisha yetu hapa duniani ni mafupi sana. Tutakwenda kuulizwa kwamba ilikuwa siku ya msiba nilimnyima mkono Dr. Sheni. Unguja oye! Ndugu zangu, naona usiku unaingia na mimi nafurahi kuongea. Labda najua mnataka wengine muwahi nyumbani, si ndio ndugu zangu? Mnataka niendelee tu kuongea? Wangapi wanataka niendelee kuongea jamani? Leo mkutano huu, lengo langu kubwa la kuja hapa ni kuja kuwashukuruni ninyi. Wakati wa kampeni nilizunguka katika mikoa yote mitatu. Nikapata wadhamini. Na kila nilipokuwa nikipita mliniambia mtanipa kura. Lakini nakumbuka pia tulivyohudhuria pale kwenye mkutano wa hadhara kama huu, nikinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi, mimi pamoja na Mheshimiwa Dr. Sheni, na mkasema mtatupa kura. Ndugu zangu, ninawashukuru sana. Nataka niwaeleze, na hili nasema kwa dhati, nina deni kubwa la kuliwalipa ninyi. Mlinichagua bure, ni lazima niwafanyie kazi bure. Ni lazima niwafanyie kazi bure.
Na nataka niwathibitishie ndugu zangu wa Unguja na wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla, nilichaguliwa na Watanzania walio maskini. Mimi nitakwenda na maskini. Mimi nitawabeba maskini. Nitatembea na maskini. Nataka muamini, na nasema kwa dhati, sitawaangusha. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa dhamira kubwa ya kuwashukuru sana ndugu zangu kwa kunichagua kuwa rais wenu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika urais wangu nataka niwahakikishie amani itakuwa ni kipeo cha kwanza. Na ndiyo maana nilisema wakati fulani Dar es Salaam, yoyote atakayeleta fyoko itamrudia yeye. Na ninasema msimamo huko pale pale, na wala hautabadilika. Iwe mvua inanyesha, iwe jua linawaka, iwe usiku, iwe mchana, niwe kitandani nimejifunika shuka, nikiamka ni msimamo huo. Msimamo wangu wa pili, nitahakikisha muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninaulinda kwa nguvu zangu zote. Yoyote atakayekuwa anajaribu kuweka chumvi, kuweka pilipili, kuweka sukari, kuweka mchanga kwenye muungano, atavira yeye. Muungano lazima udumu katika kipindi changu. Lakini kipeo changu cha tatu, nitahakikisha maendeleo ya Watanzania wote, wawe wametoka Pemba, wawe wametoka Unguja, wawe wametoka Bagamoyo, wawe wametoka Kigoma, yale maslahi ya maendeleo ya Watanzania wote bila kujali vyama vyao, uwe kafu, uwe CCM, uwe hata huna chama, kwangu mimi nataka maendeleo ya pamoja kwa Watanzania wote. Na ndiyo maana ndugu zangu wananchi wa Zanzibar na Unguja, nimekuja hapa kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa kuja kutoa shukrani zangu kwenu. Lakini nakuja pia kuwashukuru sana kwa kumchagua Mheshimiwa Dr. Shein. Dr. Shein ni mnyenyekevu. Dr. Shein ni mpole. Lakini Dr. Shein pia mzuri. Dr. Shein mkarimu. Dr. Shein anawapenda Watanzania wote. Sijawahi kuona makamu mwenyekiti wa TADEA amezungumza hapa, rais uchaguliwe upate 92%, bado unachukua watu wa vyama vingine na waingiza kwenye serikali yako. Mimi nilipata 58%. Hakuna wa chama kingine mle ndani yangu. Na wala hata ingia. Lakini baba huyu kwa upole wake amepata 92%, bado anawaleta wengine. Mimi nimepata 58%. Hakuna atakaye kanyaga mguu kwenye serikali yangu. Unguja oye! Zanzibar oye! Na ndio maana ninasema mzee huyu ana moyo wa tofauti. Lakini katika kudhihirisha huyu baba na moyo wa tofauti, na inawezekana wakawa wachache sana,
Na mimi naomba Mungu anisaidie angalau nipate hata karobo tu ka moyo wako. Juzi tumeshuhudia hapa, Watanzania wote wa vyama vyote tumeshuhudia, dunia nzima imeshuhudia, na vyombo vya habari na vipongeza sana, vilituonyesha mtu umekutana kwenye msiba, mahali kwenye majonzi, mnamsindikiza marehemu atangulie mbele ya haki. Kwa unyenyekevu wako Dr. Shein ukatoa mkono wako kumsalimu mtu fulani. Huyo mtu akakatalia mikono yake. Haya ni mapenzi makubwa sana. Halafu huyo Shein, huyo mtu aendelee kula ruzuku yako kwa kusaini mkono wako huo uliokataliwa. Huyo akiugua unampeleka hospitali kwa kusaini posho ya kwenda kule hospitali. Huyo akitaka kusafiri kwenda nje unasaini, unampa posho na hela za kwenda nje. Mimi nisingeweza. Nasema ukweli kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ni utoe mkono wangu hivi ukatae, halafu kesho niende ofisini nikajikunje kusaini kwa sababu ya maposho yako? Yaya getone ne yaya. Unguja wewe. Na ndiyo maana nasema wewe mzee Shein ni special. Nafikiri wanapotoka malaika wewe ndiyo unafuata. Nikuombe mzee Shein, na jana nilizungumza, kama mtu anaukataa mkono wako, na wewe kataa mkono wako kufanya mambo yake. Ajifunze, ajue mkono wako una thamani. Haiwezekani mbele ya watu unamshika mkono anakataa, halafu unatoka ofisini unasema nina saini hapa hela ya kwenda huyu kutibiwa. Na mimi nikuombe na wewe unaukatalia mkono wako katika kufanya hayo mambo. Mimi Mheshimiwa Dr. Shein ninamuomba Mungu anisaidie angalau robo ya moyo wako. Lakini na wewe Dr. Shein muombe Mungu akupe hata robo ya mawazo yangu na moyo wangu ulivyo. Ili Zanzibar hii iende. Unguja oye. Jamani, nasema uongo? Wangapi wananiunga mkono hili? Hebu tunyoshe hivi mikono Unguja. Unguja oye. 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 Zanzibar oye. Mheshimiwa Dr. Shein umeona. Na ndiyo maana nilipokuwa Pemba jana nilikwambia angalau uongeze kaukari kidogo. Umefanya mambo makubwa sana katika nchi hii. Tulishazungumza na wewe umezungumza mzee wangu. Kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 84,
uchaguzi umeshakwisha. Ukishamalizika uchaguzi umekwisha. Uchaguzi utarudiwa tena mwaka 2020. Wazunguke, waimbe, wafanye nini, uchaguzi umekwisha. Na ndiyo maana tulipochaguliwa na kazi hiyo tumeianza. Ninafahamu katika mji huu na hapa Zanzibar kuna tatizo la maji. Mwezi uliopita tulitembelewa katika nchi yetu na waziri mkuu wa India. Nimekaa naye, tumezungumza naye na wataalamu wetu, tukawaeleza tuna tatizo la maji Zanzibar. Waziri mkuu yule amekubali kutoa fedha dola milioni 92 ambazo ni sawa, zinakadiriwa kuwa bilioni 200 kwa ajili ya kushughulikia maji hapa Zanzibar. Nataka niwaahidi huu mradi unakuja. Tulisha sign, process zingine zinafuata, ili fedha zinazokadiriwa bilioni 200 zinakuja hapa. Tumekopa sisi serikali yote, na nilimhusisha sana Mheshimiwa Dr. Shein ili tatizo la maji hapa Zanzibar tulimalize. Hayo ndio Watanzania wanataka. Kwa hiyo wewe wakunyime mkono, lakini Mheshimiwa Shein, nakupongeza pia. Kuanzia mwaka jana serikali yako nayo iongoza, ulikaa ukazungumza vizuri na watu wa World Bank, ukapata dola milioni 38 ambazo zinahusiana na mambo ya urban service kutoka Benki ya Dunia. Fedha hizo zimeanza kutumika. Mimi leo nimeona taa zimeanza kuwekwa barabarani. Mtu aliyekuja miaka 5 iliyopita zile taa za sola hazikuwepo. Hizo hazikuletwa na watu wanaokutukana na kukunyima mikono. Hizo umezileta katika uongozi wako. Na ndiyo maana ninawaomba ndugu zangu wa Zanzibari, ni lazima tujifunze na kujua mahali tulikotoka, mahali tulipo na mahali tunakokwenda. Tusipofikiria mahali tulikotoka, mahali tulipo na mahali tunakokwenda, hatutafika. Zanzibar haikuwa hivi. Leo nimekaa hapa ninaona ndege tu nyingi zinatua. Ninakumbuka wakati nilipokuwa waziri wa ujenzi. Mambo kweli. Ndugu zangu wananchi, lengo langu kubwa la leo ndugu zangu lilikuwa ni kuja kuwashukuru. Na ninyi mmejitokeza kwa wingi kweli. Nataka niwahakikishie ndugu zangu mliohudhuria hapa, nitatoa ushirikiano wangu mkubwa sana kwa Mheshimiwa Dr. Shein ili maendeleo haya yanayotakiwa kupatikana kwa haraka yapatikane. Tumezungumza kuhusu hii sheria ya gesi na mafuta. Bahati nzuri Mheshimiwa Maulid yuko hapa.
ishughulikieni haraka hiyo sheria ipitishwe. Mimi nitashangilia nikiona mafuta yanachotwa hapa. Hayo ndiyo maendeleo. Mioyo ya korosho lazima iondoke ndani ya mioyo yetu. Nataka Zanzibar itajirike. Nataka Zanzibar iende mbele. Na ndiyo maana hata mimi kiongozi wenu nahangaika kuwatafutia fedha, nikizungumza na wafadhili mbalimbali kuja hapa. Na bahati nzuri wafadhili wengi wanatuelewa. Tunataka maendeleo ya nchi zetu. Tunataka maendeleo ya wananchi hawa. Zanzibar walipewa na Mungu wao. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulipewa na Mungu wetu. Ni lazima tuitunze kwa ajili ya maendeleo ya sisi na vizazi vinavyokuja. Ndio maana lengo langu kubwa na ushauri wangu kwenu, tushikamane, tuwe wamoja. Tuwe wamoja katika kuleta maendeleo. Kwa sababu sisi viongozi huwa tunapata challenge kubwa. Unapozungumzia maendeleo halafu mahali penyewe watu hawaelewani, inakuwa ni vigumu sana kupanga maendeleo. Unazungumzia kuleta kiwanda, wengine wanaandamana. Wengine wanapanga mpango wa kwenda kukichoma kiwanda. Unazungumzia watu walime karafuu ya wingi, wapewe bei nzuri. Mwingine anapanga kwenda kukata mashina ya karafuu badala ya kwenda kupanda. Moyo wa namna hii tukatae. Na niwaombe viongozi wa dini, muwahubiri hawa watu ambao kwa kweli wanatuchelewesha kwenda mbele. Waombeeni dua. Lakini hata ile dua ya Qur'ani muiombe kusudi wakapate laana hawa watu. Ile anapotaka kwenda kukata mkarafuu, ajikate hata kwenye mguu yeye mwenyewe. Watanzania hawa wanahitaji maendeleo, ndicho wanachotaka. Walituchagua sisi kwa niaba yao. Mimi ninaitwa rais, lakini urais wangu hauna maana kama ninyi hampo. Urais wangu si chochote kama ninyi msingenichagua. Dr. Sheni hapa ni rais wa Zanzibar, lakini urais wake hauna maana kama ninyi hampo. Urais wake hautakuwa na faida kama ninyi mnahangaika na shida. Urais wake hautakuwa na manufaa kama ninyi mnakosa hata maji ya kunywa. Urais wake hautakuwa na faida kama ninyi hamna amani. Unalala ndani, unajua leo hii nyumba itachomewa mafuta. Na ndiyo maana ninawaomba ndugu zangu kwa heshima kubwa sana, tuitunze hiyo amani yetu. Tutunze muungano wetu. Tutangulize maslahi ya Zanzibar yetu, Tanzania yetu, Unguja yetu, Pemba yetu na umoja wetu. Waasisi wetu walisimamia hayo. Tuna wajibu na sisi kila mmoja mahali pake asimamie hilo. Ndugu zangu wananchi, nasema tena kwa dhati, ninawashukuru sana kwa mapokezi makubwa. Sijawahi kuona mapokezi makubwa kama haya. Ninawashukuru wote wana CCM, ninawashukuru wote wana kafu, ninawashukuru wote wana Tadea, ninawashukuru wote wana Ukawa. Tujenge umoja wetu kwa ajili ya kuitanguliza Tanzania yetu mbele. Mimi niko pamoja na ninyi kwa ajili ya kusukuma maendeleo ya nchi yetu, ili kila Mtanzania na hasa maskini waweze kufaidika na matunda ya umoja wetu na ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninawashukuru sana waandishi wa habari, mmekuwa mbele katika kutoa taarifa. Mungu awajalie sana. Ninawashukuru sana viongozi wa dini. Ninawashukuru sana wazee na waasisi wa vyama mbalimbali ambao mmeendelea kusimama kuliombea taifa ili kwenda mbele.
Ninawashukuru sana viongozi, ninawashukuru sana ninyi wananchi wote kwa pamoja kwa umoja wenu. Asanteni sana, ninawashukuru. Nitakuja tena siku nyingine. Kwa wana CCM ninawashukuru sana kwa kunipitisha kwa kura 100, 100% na kuwa mwenyekiti wenu. Nataka niwahakikishie, nitahakikisha chama kinaenda mbele, na kama kuna majipu ndani ya chama nitaendelea kuyatumbua, kwa sababu hata ndani ya chama chetu cha Mapinduzi wapo ambao ni wasaliti. Asubuhi CCM, mchana yuko Tadea, usiku yuko Kafu. Ni lazima tuwe wamoja kwa ajili ya kukiendeleza chama chetu. Zanzibar oye! Tanzania oye! Mapinduzi! Ale Serema! Ale Serema! Ale Serema! Serema Serema! Asanteni sana na Mungu awabariki sana, na washukuru sana kwa kunisikiliza. Naam, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akihitimisha hotuba yake katika viwanja hivi vya Demokrasia zamani za kavita viwanja vya Kibanda Maiti, akizungumza na wananchi ambao wamejitokeza kuwashukuru kwa kumchagua katika uchaguzi ambao ulifanyika Oktoba 25 hapa nchini Tanzania. Miongoni mwa vitu ambavyo wameendelea kuvigusia ni swala la amani, akasisitiza kwamba atasimama kidete kukabiliana na hilo, lakini pia akagusia swala la muungano, maendeleo, akasema ndio kipa